asifiwe sana. Anaweza wapenda hata tukio uimbaji na Marekani, tukio uimbaji na Marekani, na baba wetu wa kiroho ajue mahali tupo, tutakuwa kondoo wasiopotea. Anaweza asifiwe sana. Na nilipopata ujumbe huo nikajua kwamba katika safari zetu za udogo kuna hatari. Wanaweza asifiwe sana. Kuwa kando na uwepo wake Mungu, kama kuenda mbali wakati baba wako wa kiroho ajue mahali ulipo. Wanaweza asifiwe sana. Haleluya. Upendo Yesu alionyesha msalabani. Maandiko nilipokuwa nayasoma nikapata ufunuo ya kwamba Mungu baada ya kuumba Adamu na Eva akaona ni vyema amuumbie mke mwema ambaye alikuwa anaitwa Eva. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna kitu ambacho kinanihuzunisha katika maisha haya tunayoishi. Kabla nisome neno la Mungu, kuna mahali nataka kuweka basement ya ujumbe wangu wa wakati kama huu. Maandiko yanasema ya kwamba na Mungu akaona ni vyema amuumbie mke mwema. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna sheria ambazo Mungu aliwapa wakati huo ambao ulikuwa shamba la Edeni. Hivyo ndivyo hata wakati kama huu kwa Mkristo ambaye ameitanisha na upendo wa Yesu Kristo ambao alionyesha msalabani. Bwana asifiwe sana. Na maandiko yanasema ya kwamba baada ya Mungu kuwapa amri akawaachilia watawale katika shamba la Edeni. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna roho ambayo haiondoka mpaka nyakati kama hizi, wenyewe ya kunungunika ama roho ya kulaumu wenzetu. Bwana asifiwe sana. Nilipokuwa naangalia habari za Adamu walipouliza ni jambo gani umetenda, hakusema nisamehe, bali alisema ni yule mwanamke. Naye yule mwanamke alipouliza ni jambo gani umetenda, hakusema nisamehe, alisema ni yule nyoka. Nataka kukuambia nyakati kama hizi waguze Mkristo, iwapo tutaishi maisha ya kusema msamaha, iwapo tukiona kusema msamaha ni jambo gumu, wapendo, hakuna mahali tunaelekea. Bwana asifiwe sana. Na maandiko inasema ya kwamba na Mungu wakarejea tena katika shamba la Edeni. Kuna jambo alikuwa anajua ya kwamba hao watu wamekwisha niasi, haikuwa jambo mpya kwake. Hata alipokuwa anatembea katika shamba lile alikuwa anajua tayari wameshakula ile tunda. Kuna jambo moja Mungu alikuwa anatarajia moyoni mwake, akirejea kwa zile tuende waseme nisamehe, lakini neno msamaha haikuwa tena kinywani mwao kama vile tunavyoishi wakati kama huu. Neno msamaha alipo tena katika maisha yetu. Tunaweza kusikia sana. Nilipokuwa na tafakari ya habari hizi nikapata watu wameacha nyumba